Mimi kuingia utangaza nafikiri nimeingia wakati amenipa nafasi Uncle Fredo Bachi Machoka. Ndio babangu mlezi katika utangazaji. Amekuja uwanjani Nyayo, kulikuwa na mpira. Sasa mzee wangu nilikuwa nimemshika mkono, mzee Ali Salimanga. Walikuwa na utangaza mpira na Jack Oyo. Okay. Wakati huo nipo chuoni KMC. Sasa vijana mnapewa nafasi ya kujaribisha kutoa maoni. Uncle Fred naye alikuwa pia amekuja kutazama mpira, yupo pale. Sasa akanisikia anaulizia wapi huyo kijana huyo wa KMC, kijana matata. Na ndivyo alivyonichukua. Akanambia nimwandalie proposal ya kipindi cha lugha. Okay. Na ndio hiyo proposal ilinipa kazi ya kudumu pale Radio City. Okay. Haya, sasa lowest moment yako kwenye maisha yako ambayo unakumbuka, you at your lowest of lows, na ni kitu gani ukafanya, ukatumia akili vipi uweze kujitoa pale? Nafikiri hapo unazungumzia na kikazi ama ndio kiuchumi sana. Maana unaweza ukawa kazini na bado mambo hayaendi. Ni nafikiri kule nilikokuwa nikifanya kazi kabla ya kujiunga na PSG. Tunkwenda miezi mingi tu bila kulipwa. Na sasa cha kushangaza, binti yangu kifungua mimba, yeye naye akanipa mtihani, akawa amefuzu sana vizuri, ameitwa Alliance Girls. Na ile ni nafasi, mtoto asiporipoti siku ya kwanza, siku ya pili hiyo nafasi uipati tena. Sasa akijipiga hamna. Cha kushangaza ni kwamba huko nilikokuwa pia ilikuwepo sako ambayo nilikuwa nimewekeza tu hela zangu nzuri. Sasa nilikuwa na matumaini tu kwamba nitakwenda mambo yatanyooka. Watakupa. Sasa nafikiri kilikuwa kipindi kigumu sana, unawazia kodi, unawazia familia, alafu unajua mimi ndugu zangu wananitegemea mimi, unajua sisi ni kama mayatima vile. Sasa wananiangalia mimi, mke wangu alikuwa mgonjwa pia ananiangalia mimi, na ile bima ya hospitali kule ilikuwa pia haifanyi kazi. Nafikiri wakati huo nilipoteza kama ni chache sana. Ni kilogramu 70 na mimi mwenyewe nilikuwa na 80. Ungekutana na mimi barabarani nilikuwa najizungumzisha tu mimi. Ulikata kilo 70? Nilikuwa na 80 nikapoteza 70. Nyingi jamani. Ukabaki na 10. Ilikuwa kigumu sana. Ulikuwa unakutana na Hasani barabarani anajizungumzisha, akikuona anaanza kuimba mziki, unafikiri alikuwa anaimba mziki tu. Sasa ukafanyaje? Ulifanyaje? Ukatumia akili vipi mpaka mtoto akafika Alliance? Wanasema kufae kwa dhiki. Ndiye rafiki. Kwa bahati nzuri na marafiki zangu kama 3-4 ambao ni marafiki wa dhati. Ambao pia tulikuwa tumejuana katika tasnia ya wanahabari, uandishi, uchapishaji na ubeshte tu. Sasa huyu anakupa 20, mwingine 20, mwingine 20. Unajikuta mwisho wa siku umepewa 200,000 na kuja kwenda benki bwana. Kwa sababu kipindi hicho nisinge kwenda benki nikachukua mkopo. Kule tulikokuwa benki zote zilikuwa zimetufungia. Maana zinajua hatulipi na mkopo kwepo wa benki. Na sasa wameona yale maokoto walikuwa wakikata hayakati tena, maana pesa haziingii. Hakuna hela. Nisinge kwenda benki, alafu fedha ambazo niliweka kwenye sako na nadai mpaka leo hiyo sako. Hata mie nadai. Hiyo sako naidai mpaka ipo siku nimeona jana. Yule Mbappe yule Iforeana ameshinda kesi yake dhidi PSG, atalipwa pesa nyingi tu sana. Nyinyi nimepokea kesi yangu. Sasa marafiki zangu amini usiamini, Mkamburi na Msijafe wakakukwamua. Na hamna, nikapata pesa nyingi kuliko nilivyotarajia. Nilitarajia kama 150. Santa. Nikapata 200,000. Alafu unajua marafiki zako wale wakikupa hela si kwamba kuna pressure, interest na nini. Nakwambia Hasani kwa wakati wako tu. Na kwa bahati nzuri nikalipalipa. Na mwingine amini usiamini, huyu mkuu wa idhaa ndugu Geoffrey Mung'o. Pia na biashara zake bwana. Ndio. Mimi nikamwambia vipi, hali yangu ndo kama hii. Amini usiamini, jamaa karusha nafikiri 50,000. Ni mtu yani ukikwama huwa anakwamua watu. Hii na waibia siri na msiweke hewani. Naenda.
naenda huko. Tunaenda sasa kumwona kaunja ni Christmas sasa tunajiandaa. Abinu siamini pia naye ni miongoni mwa wale walioniopoa bwana. Kamanda hoi. Kila nkiwaza nyuma naona nafikiri kwa wakati mgumu sana. Ulimregeshea hela ama bado? Alimwambia akate huko. Nilimregeshea na anawazia tena kumuona wiki hii. Asante sana Hasani kwa kuzungumza nasi. Tumeshukuru sana. Hata nawasikiliza mliposema leo tuwampigia nikaangalia simu mnanitaja na naona mwanipi. Ndio. Asante. Na ibaiba ujanja wa kukaa mjini. Asante sana.